Heshima yako Princess. Nawe pia mdogo wangu. Dada, nimeitikia wito wako. Kuna shida gani? Feti mdogo wangu, naona umesahau kazi iliyokuleta duniani. Hapana Dashamsa, sijasahau kazi iliyoleta duniani, lakini bado sijafanikiwa kumpata huyo binadamu anayehitajika kwa ajili ya kafara. Sawa mdogo wangu, lakini punguza mazoea na binadamu. Sio watu wazuri, wanaweza kukugeuka na kukuzuru muda wote ule. Sawa Dashamsa, usijali, nitakuwa makini na nitahakikisha napambana ili nimpate huyo binadamu kwa ajili ya uhai wa mama. Nafurahi kusikia hivyo. Kazi njema. Dada, mambo poa? Vipi usiku wote huko hapa mwenyewe? Kuna shida? Ndio, nina shida. Mimi ni mgeni hapa mjini, nimekuja kufanya kazi, lakini leo bosi wangu kanifukuza na sina popote pa kwenda. Naomba unisaidie kakaangu. Sawa, kama utojali naomba nikupeleke kwangu kaishi kwa muda mpaka pale utakapokuwa sawa. Nashukuru sana kakaangu, utakuwa umenisaidia sana. Sawa, tunaweza tukaondoka? Kaka, huyu anaitwa Feti, ni mgeni wetu. Tutakuwa naye kwa muda hapa kutokana na matatizo yake aliyonayo. Kwa hiyo naomba tumpokee. Loveness, huyu ni Feti kama nilivyomtambulisha hapo awali. Ni mgeni wetu. Tutakuwa naye kwa muda hapa kutokana na matatizo aliyonayo. Feti, huyu hapa ni kakaangu. Tutakuwa naye pamoja hapa. Na huyu pia ni mchumba wangu, anaitwa Loveness. Tutakuwa naye pamoja hapa. Nafurahi sana kukufahamu. Mimi naona kwa upande wangu haina shida. Feti, karibu. Asante. Kwa hiyo yamu nimeona haitoshi, umeamua kuniletea wanawake zako huko nje. Taratibu taratibu ihali. Nawe binti, sitaji kuona huko ndani. Sina vilago vyako uondoke. Nimeyapata majibu ya swali nilokosea. Eti yule wa moyo tabibu nilimpa moyo na hisia. Msijali. Nitaongea naye, tutaweka mambo sawa. Wewe jisikie tu kama uko nyumbani. Usio na hofu. Kama sijajaliwa kwenye mapenzi niseme basi, au kuna nachokosea kujiona napenda kumbe na force. Jama na ugulia na wangu moyo umotuti, sina nachodhania si wakufikiri ni kama iti. Vipi tena bali, mbona umekuja hoi hai? Yani si hauelewi, mimi mwenyewe sikuelewi yani. Unauliza hoi hai? Hoi hai kabisa ndugu yangu, unauliza hoi hai. Hivi unakumbuka ile jambo uliolileta pale nani kijiweni? Jana pale. Sio pale tu ndugu yangu, makofi niliyokula. Yaani nisikize Lamso, nikikuonesha huko mgongoni nilichofanyiwa. Mwanangu nilipigwa makofi. La kwanza mbona nilichukia kofi la kichwa. Sijakaa vizuri la mgongoni ndugu yangu. Yaani bali ni miguu nisaidie tu. Ndio.
Unajua mimi hilo nililifahamu. Kwa sababu pale yani ile tunakaa hivi, nikasikia ka upepo fu. Awe ule mwendo niliotoka nao si masiala. Yaani pale wawe. Hebu ngoja kwanza Lamso. Hivi wewe yule mchawi ulimuona? Mimi nilimuona. Alafu sema ule jini anautaka. Sasa mimi mbona sikumuona? Kwa sababu nilipo yupo. Napoenda na yeye yupo. Alafu tena naonekana kama tukiendelea kuongea hapa. Anaweza katokezea. Sema kuna kamchongo nataka nikupe. Ndio ulete sasa huo mchongo. We binti, nani anakuruhusu kuvaa nguo zangu? Nilimwomba kaka akaniambia nichukue tu, hakuna shida. Kaka yupi aliyokuruhusu kuvaa nguo zangu? Huyo ndo ana mamlaka ya kuchukua nguo zangu eti? Lakini nini kavue? Niliweka dawa pale mlangoni. Amewezaje kuvuka? Ada shida nini? Kaka, mimi naomba unisaidie. Dada, tayari nishafanikiwa kumpata yule mtu na hivi sasa naishi kwake. Kazi nzuri sana mdogo wangu. Lakini kuna shida. Shida gani hiyo tena? Shida ni yule mke wake. Sijui ni mke wake, sijui ni mpenzi wake. Hahitaji mimi kunaona kwenye ile nyumba. Na ninavyomwona sio mtu wa kawaida. Sawa. Huyo ni mtoto mdogo sana kwangu. Akikuzingua malizi.